maiti anasikia. Kwa maneno hayo ya Mtume Muhammad, maiti anasikia. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika kitabu chake cha Ar-Ruh anasema isingelikuwa maiti anasikia, kusingekuwa na haja ya kumsalimia. Ingekuwa ni kupoteza muda tu, wamsalimiaje mtu ambaye hasikii? Na ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamurru biqabri rajulin kana ya'rifuhu fasallama alayhi illa arafahu wa radda alayhi salama. Hakuna muislamu atakipitia kaburi la ndugu yake akamsalimia, ila yule aliyekuwa kaburini atamjua huyo na atamrejeshea salamu. Bali tuambiwa katika mambo ambayo maiti, mtu ambaye ametangulia mbele ya haki, anafarijika nayo zaidi, mojawapo katika hayo ni kuswalia jeneza lake watu wengi. Lakini la pili ni kumtembelea kaburini, haswa akitembelewa na wale watu ambao wanaomfahamu. Amr ibn al-As alipokufa, wakati yuko katika sakarati al-mauti, aliwahusia ndugu zake na wanaye kwamba mimi, nyinyi nitakapozikwa tu msiondoke, bali mlizunguruke kaburi langu, mkae tu kwenye kaburi langu, mimi naliwazika nikiwaona. Hii nayo pia yatueleza kwamba maiti wako hai zaidi kuliko sisi. Waliokuwemo katika maisha ya kaburini wanajua kuliko sisi. Hivyo ndivyo anavyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ile hadithi ya Anas bin Malik, inna ikhwanakum wa ashairakum min almaut, asema inna a'malakum tu'radu ala ikhwanikum wa ashairikum min almauta fa in kana khayran istabsharu wa in kana ghayra dhalika qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma la tumithum hatta tuwaffiqahum lima waffaqtana. Kwamba hii ni ibara aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahati nzuri kaisikia khadimu wa Mtume ambaye kamhudumu Mtume kwa muda wa miaka 10.